Leo ili tuweze kwenda kusikiliza neno lake. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Andiko letu linatoka katika kitabu kile ambacho cha Zaburi 60 na mstari wake ule ambao wa 12. Hilo ni andiko ambalo tuliyotembea nalo katika wiki mzima. Haleluya. Kila mmoja ambaye alisimama mahali hapa akatembea na hilo andiko, akalihubiri hilo andiko. Tuamini kwamba Bwana akaachilia neema juu ya hilo andiko. Haleluya. Andiko letu linasema ya kwamba aliyepata asome. Napenda sana msome nyinyi. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Zaburi 60 mstari wa 12 inasema, kwa msaada wa Mungu tutayatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Haleluya. Andiko linasema ya kwamba kwa msaada wake Bwana tutayatenda makuu. Haleluya. Kwa msaada wa Mungu tutayatenda makuu. Na ndio maana Mungu akaachilia msaada hata pale ambapo wana sisi walipoanza kikao chao, walipoanza mkutano wao, Mungu akaangalia ndani ya mioyo yao ya kwamba wanahitaji kutendewa jambo. Ndio anasema kwamba kwa msaada wake tutayafanya makuu. Msaada wa Yesu, naamini kwamba siku ya leo umetenda yaliyo makuu. Wana sisi wote wako mbele kwa ajili ya Bwana. Alikuwa ndani yao katika kwenda kulikuwa ni jimbo kwenda nao kaachilia hekima, wakampata yule mwalimu, wakafundisha nyimbo. Tunaamini kwamba wakajifunza zikakaa ndani yao hata mpaka leo zimechezwa mahali hapa. Mmeziona ni kwa sababu ya hekima ambayo Bwana aliyoiweka ndani yao. Ameachilia msaada kwenda kule kulikuwa ni nyimbo. Wote ambao waliingia pale wameweza, na nyimbo zimefanya kazi ya Bwana mpaka leo. Tumeziona ya kwamba Bwana kwa uaminifu wake, kwa msaada wake, zile nyimbo zimeonekana ya kwamba watu wakiimba wakifurahi kwa sababu yake yeye Bwana Yesu Kristo amezidi kuachilia neema ndani yetu, ili kila mmoja aweze kuona matendo yake sio ya kawaida, matendo yake sio ya ajabu, matendo yake yenye nguvu kabisa. Matendo yake yanawashangaza wengi ambao wakiona ndani yako kuna matendo yale ya hekima ile ya Kristo inatawala. Lazima wengi watasema ni wapi alipokwenda, ni wapi kapata hekima ile, maana wengi hawana ule msaada. Yeye kapata wapi? Lakini Bwana anaachilia ndani yako msaada wenye nguvu, msaada wenye neema. Amesema kwamba yeye atakanyaga watesi wako wote ambao wanaona miongo, wanaona usuda kwa ajili ya matendo yako. Mungu anasema kwamba anawakanyaga watu waliowatesi, wanakanyagwa. Hata watege mtego haijalishi kwenye mabonde, hata watege kwenye milima haijalishi. Yesu anasema atawakanyaga kila mitego. Mungu anasema kwamba atakukomboa na mitego ya watesi. Tunaamini kwamba hiyo mitego yote iliyowekwa na watesi haina mamlaka, kwa sababu Yesu anasema kwamba atakukomboa katika hiyo mitego yote. Yenyewe inavunjwa, inasambaratishwa, inaharibiwa. Mungu amesema kwamba yeye atawakanyaga watesi. Hawana nguvu kabisa. Leo watesi wanakanyagwa. Naamini kwamba kuzimu inalia, inasikitika, inasema kuna moto unashuka, maana Yesu yeye ni moto lao. Amesema katika kitabu kile cha Waebrania 12 na mstari wake wa 29, Mungu wetu yeye ni moto lao. Naona moto unawaka kwa watesi wakikanyagwa. Naona ya kwamba mpaka unapita kwa watesi wakikanyagwa. Naona upanga unapita, watesi wanakanyagwa, wanafyekwa kwa upanga wa Bwana. Naona Yesu kaachilia sasa msaada wenye upanga wake ukatao kuwili. Tunaamini kwamba chochote kilichowekwa katika maisha yako hakina njia, lazima njia yake ifutwe. Yesu amesema kwamba watesi wako wote njia zao zitakuagiza na utelezi. Naamini kwamba siku ya leo watesi wako njia zao ni giza tena utelezi. Wakitazama hawaoni, liko giza. Wakitaka kutembea wanateleza, hawakupati. Wao wamesimama mahali ambapo sahihi, maana Yesu amekuzingira na uwezo wake. Njia zao zote ni giza, njia zao zote ni utelezi. Hakuna tena njia kwao. Hawakuoni, watakutafuta kona zote, watakutafuta pande zote, hawakuoni kila mahali. Maanake mipango yao Yesu yeye anaikanyaga. Hatua yake inaenda mbele ya njia zako, hatua yake inaenda mbele ya maisha yako, hatua yake inaenda mbele ya mapito yako. Anakanyaga kila kizuizi na kila milima iliyowekwa mbele yako, leo inakanyaga. Yesu anasema kwamba anaachilia msaada.
achilia msaada juu yako. Chochote ambacho kile kinachokutesa, haijalishi ni magonjwa yanakanyagwa, haijalishi ni nini kitakanyagwa. Chochote ambacho watoka kwa siri mwenyewe hujui, lakini Yesu anajua mipango yao. Adui hana tena mamlaka kwako wewe wala mipango yote. Yesu Kristo amejua ya kwamba jinsi anapokutazama, jinsi anapokuhitaji wewe, anakutegea mitego. Kristo ameona ya kwamba nia yake ya kwamba anahitaji nini, moja kwa moja anakwenda Kristo, anaangalia ule mtego uliotegwa, anaachilia moto ule ambao unaoteketeza. Hapo yeye ndipo anapokanyaga. Bwana amesema kwamba watesi wako wote, haijalishi wako mashariki, anawafuata, anawakanyaga. Haijalishi wako magharibi, anawafuata, anawakanyaga. Haijalishi kusini, anawafuata, anawakanyaga. Haijalishi kaskazini, anawafuata, anawakanyaga. Haijalishi kwenye kazi yako, anawafuata, anawakanyaga. Hata kwenye nyumba yako watege, waonya, Bwana atawakanyaga, hata wakitega kwa nyumba yako mitego. Haijalishi nyuma ya nyumba, haijalishi kwenye choo chako, popote kwenye mlango wakitega, Yesu anaachilia upanga wake unakanyaga bila majini. Kazi zote za kujenga lazima zaribiwe kwa jina la Yesu. Hakuna kazi yote ambayo utakayoweza kukuzuia wewe katika maisha yako. Amini ya kwamba yuko Kristo ili upite katika mapito yaliyo safi, na ndio maana leo hii tuko mbele yake, tunamtukuza Yesu wetu. Yeye anaweza, na ndio maana anakuhitaji ili usimame sawa sawa ndani yake. Achilie nguvu, achilie uwezo ili ukufunike katika maisha yako, katika njia zako. Watu wajue ya kwamba yule ni kijana wa Makota, maana Makota anawafundisha mambo yaliyo mema yatokayo kutoka Mungu. Lazima watu watauliza, yule ni nani? Yule ni nani? Anasali kanisa lipi? Wataulizana, watajua kwamba kumbe kwa Makota wengi nao watakuja kwa Makota ili wapate kukombolewa na nguvu ya Yesu iliyo ndani kwa Makota. Tunaamini kwamba Yesu Kristo ameachilia uwezo wake. Tunaamini kwamba Yesu Kristo ameachilia nguvu yake ndani ya Makota, kaachilia uwezo. Na ndio maana leo hii tuko ndani mahali hapa, imani kwa Bwana. Amesema kwamba popote watakapo kusanyika wawili au watatu kwa jina lake, Yesu anatawala. Naamini kwamba Yesu atawale ndoa yako leo, Yesu atawale maisha yako leo, Yesu atawale kazi yako leo, Yesu atawale watoto wako leo, Yesu atawale kila mahali unapotaka unataka. Yesu atawale, Yesu atangulie, Yesu aende kwenye maisha yako, Yesu aende kwenye njia zako, Yesu aende. Shetani hana nguvu, shetani ameanguka. Shetani ameanguka siku ya leo, shetani ameanguka, aliinuka, lakini Yesu kamkanyaga, na mpaka sasa tunasonga mbele. Shetani hana mamlaka kwa jina la Yesu, amepinduliwa siku ya leo. Tunaona uweza wa Bwana Yesu unatawala mahali hapa. Ni uweza tu zaidi ya uweza ambaye Bwana ameuachilia. Amesema ni msaada tu, anauachia kwako wewe. Wewe pokea msaada ili ufanye uwezo, mambo yako yaweze kwenda sawa kwa huo msaada. Msaada ukiwa ndani yako